Karibu tena tuianze movie yetu hii hapa kali sana. Bwana, kuna dada yuko hapa akawa anamuomba binti mwenzie hivi. Akamwambia samani, niko na boyfriend wangu yuko pale, please kama inawezekana twende ukatupige picha kidogo. Dada akawa anampiga picha, akamwambia no, sio hapa. Ngoja niende kwa mpenzi wangu alafu uje utupige picha. Basi kabla ya picha dada akawa anajiandaa fulani hivi. Alipomaliza, anageuka hivi. Yule bibi hayupo. Dada akawa anashangaa, huyu dada yuko wapi? Kila anapotazama yule binti mrembo ambaye alimpatia simu yake, dada akasepa na simu. Basi ikabidi aje hapa kwa mpenzi wake. Asa bwana, nitakueleza kila kitu ambacho kimetokea. Mchizi anamuuliza sawa, hebu niambie simu yangu iko wapi? Simu bei ghali sana. Akasema kuna dada yuko pale, nilimpatia simu aweze kutupigia picha, lakini mwisho wa siku akapotea moja kwa moja. Please naomba unisamehe. Mchizi anasema unasemaje? Ina maana umepoteza simu yangu? Akasema ndio, sio kwamba nimepoteza, lakini yani kuna dada ameondoka nayo. Wana Mchizi amekasirika sana, akamkamata kumwesha makofi. Mwisho wa siku akamtoa na wigi lenyewe. Yani hatari, mwamba simu ile ni ghali sana. Alafu bibi kazingua, lakini dada simu bado yuko nayo. Alafu hii simu hakuizima, simu inaita. Dada kabita apokee. Alipopokea anaambia sikia, hiyo ni simu yangu, please naomba uweze kuniletea, usifanye kitu chochote. Dada alipoketi akasema hii simu itanizingua. Ikabidi kwanza atoe laini kwa sababu alisahau kufanya kitu hiko. Mchizi yuko hapa, asema simu bado inaita, sijui huyu binti yuko wapi. Yani ile simu ina vitu vingi sana, lakini sijui nitafanyaje. Mchizi anamtazama hapa, ambia sasa itakwaje? Akasema hata sielewi. Lakini huku yule mpenzi wake anaitwa Pamela yuko zake hapa, anasikia kuna mlango fulani hivi unagonga. Anajiuliza nani anagonga saizi? Bwana ile kufungua, kuna Mchizi anafika hapa, anasema sikia, nimekuja hapa nahitaji pesa yangu. Akasema pesa gani? Akasema pesa ya kodi nahitaji. Nje ya hapo nawapatia siku moja tu, nitakuja kutoa kila kitu ambacho kipo humu ndani, alafu nitaenda ukiuza. Sikiliza nikwambie, mwambie huyo kichaa wako kesho nitarudi hapa ndani. Mwamba akapiga mkwala kweli kweli kwamba na madai hao mabinti. Basi Pamela akaja zake hapa, akasema samahani, unajua siku ile kuna binti alinibia simu. Akasema sawa, lakini sisi hatukuona hilo tukio. Dada akasema sawa, lakini hapa kuna CCTV camera, please nilikuwa nahitaji nitazame nimuone huyo bibie kama naweza kumfahamu. Akasema sikia, siku ile hatukuweza kurekodi kitu chochote, samahani sana. Akasema samahani ya nini? Kama mna CCTV camera inakuaje sasa mkashinda kurekodi tukio kama lile? Dada amekasirika kweli kweli. Lakini huku Angel kaingia zake mtaani, anataka kuuza simu sasa. Kampatia Mchizi huyo hapa. Mwamba akaitazama ile simu akamwambia hii bwana, mimi nitakugea shilingi 20,000 kama uhitaji basi. Akasema hebu sikiliza, acha pumbavu, simu ghali kama hii alafu nikupatie kwa shilingi 20,000 kama uhitaji kununua basi. Mchizi naye akasema basi sawa. Basi ikabidi waachane pale. Lakini leo yule bosi akafika kweli na watu wake, akamwambia bora tumeukuta Pamela, hebu niambie pesa zangu ziko wapi? Akasema jamani, naomba utuvumilie mwezi huu tu, mambo yalikuwa ni magumu. Akasema vijana, hebu anza kazi ya kubeba kila kitu ambacho kipo ndani. Hebu na washikaji akawa anatoa vitu ndani. Dada anaongea kweli kweli, lakini hakuna msaada wote ambao anapata. Lakini kidogo kuna rafiki yake huyo hapa ambaye anaishi naye. Alipofika hapa akasema sikia, hebu taja namba basi niweze kupatia iko kiasi cha pesa ambacho unadai. Basi ikabidi yule dada mwenzie amlipe. Lakini leo washikaji wametimba mtaani. Huyu mama mwenye kipala hapa anaitwa Kevi, alafu rafiki yake anaitwa Devi. Akasema sikia, kuna binti fulani tibia simu yetu. Akasema sikia, huyo binti mbona simfahamu? Akasema hebu tuambie ukweli bwana, sisi tutakulipa pesa yote. Je, unamfahamu huyo dada? Lakini wakati wanaendelea kuongea, dada akapita hapa bwana. Alipowaona ikabidi akimbie mbio kweli kweli, lakini nguo ambayo amevaa sio rafiki kukimbia. Akaja kufika katika mtaa huu hapa, alishangaa huku na kule, kumbe nyuma yake washikaji wapo. Wakamnasa kirahisi sana. Akamwambia sasa sikia, sisi hatuhitaji tukupige wala nini, lakini hiyo simu ina vitu vya muhimu sana, please naomba uweze kunipatia. Dada anasema mimi sina simu wala nini, hebu naomba mniache basi. Akasema sikia, mimi nafahamu wewe binti mrembo kama hivi hauwezi kuwa mwizi. Basi ikabidi amuite pembeni, akamwambia hebu niambie uliiba? Dada anasema hii simu mimi nimeichukua tu, alafu mwisho wa siku mimi sio mwizi, lakini ni matatizo tu, nilihitaji pesa fulani kwa ajili ya kutengeneza mazingira nyumbani. Dada ikabidi atoe ile simu akampatia Mchizi.
Mchizi akaipokea, akamwambia sawa, lakini nahitaji maongezi na wewe. Dada akaona maongezi gani wakati tayari nimeshakupatia simu yako? Basi baadaye Pamela aliweza kukutana na Mchizi, akamwambia samani sana kwa yote ambayo yametokea, kiukweli siku ile nilikukela. Lakini ashangaa simu anaiona hapa, ikabidi amuulize simu umeipataje pataje? Mchizi akamwambia sihitaji maswali mengi, lakini kuna hiki hapa nimeandaa kwa ajili yako. Dada akasema asante sana, japokuwa nimekukela, lakini kuna zawadi umeandaa kwa ajili yangu. Wakati wanaendelea kuongea, bibi Angel anapita hapa. Mchizi akasimama moja kwa moja akamwambia twende tukakae pale. Dada akasema hapana, mimi niko na mambo yangu, nitaendaje kukaa wakati una msichana mwingine? Hebu please naomba uniache basi. Mwamba inaonekana nampenda huyu bindiye ambaye ni mwizi. Bibie Pamela anafika hapa anasema jamani, nini kinaendelea? Ina maana huyu mtu ambaye amekuibia alafu unahitaji kumfanya rafiki, si ndio? Hii ikoje? Dada akapata hasira fulani hivi, huku Pamela anaendelea kumsema ya kwamba yule ni mwizi. Basi usiku ule aliporudi nyumbani, Mwamba alikuwa anampigia ni Kevi, kuna vitu fulani hivi anamwelekeza, alafu kuna appointment anataka aende naye kesho. Kesho ni hapa, wamekaa sehemu fulani hivi tulivu. Inaonekana huyu bosi tayari amempenda Kibaka, lakini je, hili penzi litawezekana? Wacha tuone. Maongezi yale yakafanya Mchizi amlete moja kwa moja bibie katika jumba lake la kifahari. Kafika hapa, dada amini kabisa kwamba Mchizi ni tajiri kama hivi. Basi ikabidi atoke kumletea kinywaji, lakini baadaye Devi anafika. Alipofika Devi na huyu dada hapo anafahamiana fulani hivi, kwa hiyo dada akawa anajitetea sana, mara anazifahamu tabia zake. Mchizi ikabidi asepe. Mwamba anafika hapa hajui chochote ambacho kilitokea. Kifupi, Devi anamfahamu dada ni mwizi, lakini Mchizi anataka kumfanya mpenzi. Je, itawezekana? Wacha tuone. Wagozao hapa wanapiga stori kumbato kama hivi. Bwana kidogo Pamela anafika hapa. Alipofika kabidi aulize, ina maana huyu Kibaka ndio tayari ushamfanya mpenzi? Dada anauliza jamani, nyinyi ni wapenzi au ikoje? Mbona sielewi? Bwana dada akaja kamwesha kofi akasema, uelewi kitu gani wakati uko na mpenzi wangu? Angel akaona usije ukaniletea pumbavu. Bwana akawa anamshushia kipigo kizito kweli kweli, na mwisho siku akamfukuza. Bibie anarudi nyumbani. Pamela mwili unauma kweli kweli. Rafiki yake akawa na mkanda, anamuuliza umekosea? Akasema yaani rafiki yangu alichonifanyia yule dada lazima nitaenda kulipiza kisasi. Ni hatari, lakini huku penzi linaendelea kama kawaida kati ya bibie Angel na Mchizi hapa Kevi. Bwana Devi anafika hapa akawatazama Sara jinsi ambavyo walivyo. Kifupi anamchukia sana huyu dada, sijui kama atakuja kuelewana naye. Lakini leo bibie nani ule anafika ni Pamela. Mwamba anamuuliza umefuata kitu gani? Dada anasema nimekuja hapa kwa ajili yako, najua kuna vitu nahitaji kutuongee. Sawa, tumekwaruzana lakini mimi nakupenda. Akasema sawa, kunipenda kwani kuna shida gani? Mimi niko na mtu mwingine. Dada akasema hapana, unajua, hebu sikiliza basi, mimi nahitaji tu na flash siku zote. Mchizi akasema mimi na wewe penzi limeshaisha, tulikuwa ni marafiki tu kawaida, kwa hivyo hebu niache niweze kupata uhuru wa kuweza kuchagua mtu ambaye ninampenda. Wanakumba walikuwa ni marafiki wa kawaida tu, lakini bibie Pamela na force upendo, na mwisho wa siku anataka ingie katika mikono ya Mchizi. Lakini Mwamba yuko zake hapa na bibie mrembo huyu hapa anaitwa Angel. Angel naye ameshamuelewa Mchizi, kwa hivyo kwa sasa wanaishi pamoja, wanakula pamoja kama hivi. Lakini leo wakati Angel yuko hapa, huyu Mwamba amefika hapa, akamwambia sikiliza nikwambie, unajua kakaangu hakupendi, kwanza wewe ni kibaka. Akasema jamani, mimi sio mwizi. Akasema wewe ni mwizi, umeiba simu. Akasema hapana, ile sio tabia yangu, usije kanisingizia. Akasema no, wewe ni mwizi na umeiba pesa yangu, kwa hivyo sasa naenda kupigia polisi moja kwa moja waje kukukamata. Ni bwana, hii ni kesi. Mchizi amesingizia kwamba bibie Angel ameiba pesa zake humu ndani, kwa hivyo kesi anaipeleka polisi. Mwamba anamuuliza mbona kama unamwonea? Bwana dada kwa hasira ikabidi atoke, lakini huyu dogo inaonekana ametengeneza tu mazingira kwa sababu anamchukia sana bibie Angel. Amemsingizia kaiba pesa, lakini je, ni kweli? Angel yuko zake hapa
analia sana kutokana na tukio lile ambalo limetokea la kusingiziwa. Lakini huku usiku ule bibi Pamela alienda kunywa pombe na mchizi huyu hapa, yaani anamchukia kama rafiki yake, lakini kumbe dada ana mambo yake. Basi waliporudi wamelewa, kumbuka pombe sio chai, wakajikuta wanaingia katika dimbwi zito la mapenzi. Mwamba kuja kuamka asubuhi, dada anamsalimia mambo, anamuuliza we umefikaje huko? Akasema jamani, tumekuja wote. Anaangalia hivi wameshafanya tendo tayari. Bwana mchizi akachanganyikiwa. Kulipokucha asubuhi, baadaye mchizi anawaza kweli kweli. Mdogo wake anakuja hapa anaambia, sikiza bro, unajua naomba sana unisamehe. Ni kweli ile kesi yule binti nilimsingizia. Unajua nilikuwa namchukia sana maana alikuibia. Akasema unasemaje? Bwana kamwesha kofi. Na mwisho wa siku jamaa akasepa. Kumbe ile kesi alitengeneza tu kwa sababu anamchukia yule dada. Basi Mwamba ikabidi aje moja kwa moja hapo kuomba msamaha. Alipofika dada akasema hapana, sihitaji kuonana na wewe, mlishaniita mimi ni mwizi, please naomba mweze kuniacha basi. Chizi anaitwa Angel, lakini Angel hasikii kabisa, ni kutokana na sila ambazo yuko nazo. Baadaye anarudi nyumbani, kuna hodi fulani nagonga hapa. Anayekuja ni nani? Anayekuja ni Pamela. Anamuuliza, sikiliza, sihitaji nikuone katika nyumba yangu. Akasema we usije kaniambia hivyo. Akasema lazima nikwambie na sitaki nikuone hapa. Dada akatoa karatasi hapa, akamwambia sikia, mimi ni mjamzito, alafu hii mimba ni ya kwako. Ni hatari. Lakini asubuhi ni siku nyingine, dada anapanga nguo zake hapa. Rafiki yake anamuuliza unaenda wapi? Akasema sikia, nimetengeneza mazingira ya mimba, kwa hivyo mpenzi wangu ameamini ya kwamba mimi ni mjamzito, na hivyo unavyoniona naenda kuishi kwake kwa sababu ni mwanamume ambaye ninampenda sana. Rafiki yake akashangaa sana, akasema ndio hivyo, ngoja niondoke niende kwa mtu wangu. Basi ajua jamaa ikabidi akubali ya kwamba ile mimba ni ya kwake kwa sababu siku ile aliweza kufanya naye mapenzi huyu dada. Basi kwa upande huku Devi akabidi amfuate tu Angel, akamwambia sikiza nikwambie, unajua naomba umsamehe sana yule jamaa kwa sababu ile kesi mimi nilitengeneza. Alafu in short Pamela tayari ametengeneza mazingira kwamba ni mjamzito lakini hana mimba yoyote, please naomba sana uweze kumsamehe. Dada kamtazama, sijui kama atatoa jibu la ndio kwa sababu tayari ameshaambiwa ukweli. Kumbe hata huyu hapa bibi Pamela mimba imetengenezwa. Dada ikabidi aje moja kwa moja, lakini ajabu alipofika hapa akakutana tena na binti Pamela. Anamuuliza wewe hapa umefuata kitu gani? Chizi anakuja, ikabidi amuulize na maana unahitaji ni kusamea wakati tayari unaendelea na huyu mwanamke? Akasema we mimi ni mke wake na tayari nina ujauzito wake. Akasema sawa, kama ni vipi basi hebu endelea na huyo mwanamke. Bwana mchizi ikabidi amfuate ambembeleze kidogo. Dada Pamela anatoka, anamwambia wewe unaweza kaenda tu kwa sababu hii nyumba kwa sasa sio yako tena. Mchizi alichokifanya akaona huyu mwanamke ni mpumbavu, ikabidi aende kumchukulia begi lake moja kwa moja na vitu vingine ambavyo vilikuwa vimebaki. Anamfukuza hapa. Dada sana na mimba yako? Akasema sawa, hata kama una mimba yangu, siku kizaa basi nitakuja kumchukua mtoto wangu, lakini siwezi nikakaa na mwanamke ambaye simpendi katika nyumba yangu. Watu si force mapenzi. Ndio kitu ambacho tunajifunza hapa. Basi usiku huu hapa tulivu kabisa, ikabidi mchizi aje kuomba msamaha. Dada anasema mmenidhalilisha sana, sasa leo narudi kwako kama nani? Akasema sikia, ukweli wote nimeufahamu ya kwamba huyu dada alikuwa na fake maisha na kila kitu ambacho kimetokea sio cha ukweli. Please nahitaji uweze kurudi nyumbani. Asubuhi yake dada akaona haina shida kuweza kumkasirikia mtu ambaye bado moyo unampenda. Alichofanya ni kuja moja kwa moja kwa mpenzi wake Kevin, na mwisho wa siku penzi linaendelea kama kawaida. Bwana, picha yetu inaishia hapa, lakini mwisho wa movie hii basi na imani kuna funzo kubwa utakuwa umelipata. Funzo la kwanza kabisa, tusilazimishe mapenzi. Mapenzi huwa yanakuja yenyewe. Unaweza kumlazimisha mtu ingia naye katika mahusiano, lakini kumbe yeye moyo wake haupo kwako. Kwa hivyo mwisho wa siku utaambulia mateso siku zote. Lakini je, kwa wewe ambaye
umetazama movie hii hapa kali kabisa yenye fundisho kuanzia mwanzo hadi hapa mwisho tunaikamilisha. Umejifunza kitu gani? Weka comment hapo chini kisha subscribe, tukutane baadaye.